atatolewa kwenye mfumo na kadhalika, lakini ni vyema tujue kwamba mama ndiyo chanzo cha uhai wa binadamu. Hili lazima tulifahamu. Tunapoenda kusherehekea, lazima tufahamu kwamba kulia una watoto, kushoto una baba. Kumbuka, baba ni mtoto wako asiyezeeka, ndiyo mtoto wako wa kwanza. Kwa hiyo lazima umkumbatie, na watoto wako watakaozeeka lazima uwakumbatie. Lakini lazima ufahamu pia, hawa watoto wako unaowapenda zaidi kuliko baba yao, kuna siku watakufanya uumie, kwa sababu watoto wetu ni wapangaji kwenye nyumba zetu. Ipo siku wataondoka, kama sisi tulivyoanza kuondoka kwetu. Tumewaacha wale wale wawili, kama tulivyowakuta ndivyo tulivyowaacha. Shida moja, wakati fulani kina mama tunasahau, tunapenda zaidi watoto, tunamsahau mtoto wa kwanza ambaye ni baba. Anaumia peke yake, analalamika peke yake, msongo wa mawazo, mwenye kufa anakufa mapema, mwenye kupata stroke anapata. Mama umeshikilia watoto tu, kwa sababu unajua ukienda chuo kikuu watakuwa kupelezea noti na kadhalika na kadhalika. Wakihama wakaondoka, wakawa ni wapangaji, mnabaki wawili, mnalala vyumba viwili tofauti. Kwa hiyo ni vyema pia kama mama uwakumbatie wote, huyu wa kudumu na hawa wa kuondoka. Kwa hiyo kipindi hiki chenu cha kutathmini mwanamke wenu, mama wenu, fikirieni pia kuhusu malezi bora. Umhudumie mme wako kama mtoto wako wa kwanza, na uwahudumie pia watoto wako bila kupunguza. Unachokiweka huku na unachokiweka huku viwe sawa. Utaona upendo wa Mungu, utaona ulio mzuri. Tumsifu Yesu Kristo.